Hello, Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Majina yangu naitwa Isaya mtoto wa Yesu. Nachukua nafasi hii kukukaribisha au kukushirikisha katika somo hili ambalo Mungu amenipa. Nimeona nitumie pia kwa njia hii, kwa njia ya video, kulingana na mazingira kidogo niliyopo. Somo langu linaitwa tumia udhaifu kutengeneza ushindi. Wanadamu tumeumbwa na madhaifu mengi, na kuna mtu katika udhaifu wake ule amefikia hatua ya kukata tamaa na kuvunjika moyo kabisa, na kuona pia, mimi maisha yangu sitaweza kusonga mbele na njia hii ya imani. Lakini leo napenda nikukumbushe kwamba unaweza kutumia udhaifu ulionao kutengeneza ushindi. Mtume Paulo, maandiko yanasema, alikuwa na mwiba na alikuwa amemsihi Mungu mara kadhaa kwamba Mungu amuondolee ule mwiba, lakini Mungu akamwambia neema yangu ya kutosha. Na hakukata tamaa. Hatuoni mahali kwamba kupitia ule mwiba aliacha imani, lakini aliendelea na imani yake. Na baadhi ya wanafamilia, kwa wale ambao ni wanandoa, unaweza ukawa una mke wako akawa ni mwema katika mazingira yote, ni mzuri, lakini ukashangaa ni mchoyo. Mwingine akawa sio mchoyo, lakini ni mbea. Mwingine akawa sio mbea, lakini ni mtu mwenye hasira. Sasa isiwe kikwazo cha wewe kukuvunja moyo na kuacha imani kulingana na udhaifu ulionayo. Na ukisoma katika Biblia, kitabu cha Mithali 18 mstari ule wa 14, maandiko yanasema, roho ya mtu itastahimili udhaifu wake, bali roho iliyovunjika nani awezaye kustahimili? Maandiko yanasema wazi kabisa kwamba roho ya mtu itastahimili udhaifu wake. Tumia ule udhaifu kwenda mbele za Mungu mara kwa mara, kumsihi Mungu kutengeneza ushindi kupitia ule udhaifu. Kwa sababu gani? Ukisoma katika Biblia, katika kitabu cha Luka 18 mstari ule wa kwanza, maandiko yanasema, imewapasa kumwomba Mungu wala msikate tamaa. Mbaya zaidi, mtu unapofikia mahali kukata tamaa, kuvunjika moyo, kuona sasa mimi maisha yangu basi siwezi neno lolote. Hapana. Hata katika udhaifu wako bado una nafasi ya kutengeneza ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasikia mfano mmoja ya watu watatu ambao walikuwa katika maombi ya pamoja, na ikafika nafasi wakasema, jamani, tushirikishane madhaifu ili tuweze kuombeana. Mmoja akasema, jamani, mimi udhaifu wangu mimi ni mwizi. Hata uliposikia kuna vitu vimeibiwa hapa kanisani, mimi ndo nilioiba. Hamna mtu aliyeniona, lakini ni kitu ambacho kipo ndani yangu, siwezi kujizuia. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo vinapotea kanisani ni mimi, naomba mniombee. Alafu mtu wa pili akasema,